havai vito ili kupendezesha mzimu. Vito? Vito za nini? Ina maana haujui vito ni nini? Ngoja nikuoneshe. Basi naomba unipishe. Karibu. Haya sana. Karibu sana. Niambie mwenyekiti. Mimi nashukuru kwanza kwa kukutii wito wangu. Ndio nipo hapa mwenyekiti. Niambie. Nimekuita hapa kwa ajili ya swala moja. Mimi bwana, nina masikitiko makubwa sana kupitia Koswa dada yako. Koswa? Alifanya nini? Unafahamu kabisa taratibu na tamaduni zetu za kijiji hiki. Nalijua hilo mwenyekiti. Nalijua fika kabisa. Lakini dada yako anavaa mavazi mafupi na tamaduni zetu hazifanyagi hivyo. Ameshaanza na mambo yake. Anachukua mambo yake ya mjini analeta hapa. Na natambua fika siku moja mimi nilishai kumwambiaga hili. Naomba jitahidi ili aweze kuwa sawa kama vijana wenzao hapa mtaani. Sasa usijali mwenyekiti. Mimi nikienda nyumbani nitaongea naye. Na nahisi atanielewa vizuri maana mimi ndio kaka yake. Hakuna hiyo shida. Basi sawa. Haya mwenyekiti wangu, ngoja nikuache. Uende salama. Na wewe pia. Koswa analeta mambo yake ya Dar es Salaam kuyaleta hapa kijijini kwetu. Na ya mambo hayapo. Sasa naenda kumkomesha huko nyumbani. Hata nielewa mimi kama nani. Sasa wewe Siwa. Yaani eti dada. Yaani nimeota nakimbiza na kiumbe cha ajabu sana. Eti kinasema kwa nini hatuvai vito kuipendezesha mizimu dada. Mwantumu binti yangu. Ndio. Mila na desturi za kijiji hiki ni kitu cha muhimu sana. Sijui unaelewa? Nakuelewa mama. Nashukuru mwanangu kama unanielewa. Ila kitu kimoja nataka nikusikie. Kitu gani hiko mama? Hii desturi ya kuvaa vitu vya thamani mwilini mwetu naomba usije ukaiacha. Ili tuvirithishe na vizazi vyetu. Kwa sababu ndio msingi wa mila zetu za hapa kijijini. Sawa mama, nitafanya hivyo. Tena naomba ulichukulie serious hili jambo. Hakikisha mtoto wa kiume hakosi kuvaa pete ya dahari kidoleni.
na ukibahatika kupata mtoto wa kike, hakikisha anavaa shanga za adhida kiunoni mwake. Dada, we dada, mbona upo kimya sana? Hapana mdogo wangu, ngoja kuna kitu nikupe, ni cha muhimu sana. Sawa dada. Ehe mwanangu. Ndio. Hivi una taarifa ya ndugu zetu hapa?